Tafuta kazi kwa moyo, usiogope hatua. Kule mbali kuna fursa kwa aliyesimama. Sema habari za kweli kwa ndugu aliyechoka. Moyo ukipata mwanga huanza kupona. Vijana simameni, wababa ya watu wengi wanaelewa Marekani vibaya. Kuna watu wanasema kwamba Marekani ni nchi ya utavangi, yani ukifika hauwezi kulea watoto vizuri, yani watu wanakuwa na design nyingine tofauti ya maisha. Lakini hiyo sio ukweli, hapana. Fika ujionee, njoo utaamini na njoo utajua kwamba Marekani ni nchi ya heshima sana, inajiheshimu, yani watu wako na utaratibu na sheria za nchi zinapinga mambo mengi sana ambayo yanayoharibu akili za watu, ikiwemo pombe na umalaya. Lakini ikiwa labda watoto wamekushinda au labda kuna shida haiendeki kati ya familia yako, haijamaanisha kwamba ni hali ya mazingira, bali inategemea pia na uongozi wa familia yako vile ulivyo na vile unavyo adibisha watoto wako au familia yako pia. Lakini kwa jumla Marekani haijamaanisha kwamba watu wako na tabia mbaya au nchi inaruhusu ugaidi au labda watu kufanya vitu visiokuwa yani tabia nzuri, hapana. Watu wanajiheshimu kiukweli. Ukifika sehemu zote utakuta kila mtu anaheshimu familia yake, anaheshimu mke wake, anaheshimu mume wake, watoto wako sawa. Japokuwa nyumba inaweza kuwa sawa, nyumba nyingine iko na shida, inatokana na wazazi vile wanavyolea familia kadhaa. So karibu sana Marekani. Ya Waswahili wanasemaka tembea ukajionee. Nilikuwa kwa live moja na watu wa Canada. Vile walivyoongelea Marekani, yani wao wanaonyesha kwamba Marekani ni nchi ambayo ya kelele, sio nchi ambayo inadibisha watu vizuri. Hiyo ni wao, lakini ndio kwa maana tembea ujionee. Mimi pia nilikuwa na mawazo kama hayo wakati nilikuwa bado Afrika, nikifikiri kwamba Marekani ni nchi ya watu wa rap yani wabandi, unatembea hapo unaona magaidi. No my friend. Sasa wakati nifike nikajionea, ndio nikaona kumbe vitu viko tofauti sana my friend. Vile wewe unafikiria na reality ya maisha vile kwa Marekani ni tofauti. Hapa kuna mtu nje, na ni hivyo ndivyo maisha ya Marekani iko kila sehemu. So huwezi ona watu kwa barabara ati wanavuta sigara vile wewe ukifikiria. Uone watu barabarani ati sijui wako wanafanya vitu vya ajabu. Hakuna, ni hivi vitu maisha kote Marekani. Inawezekana uishi bila kuona jirani, rafiki. Inawezekana usio hata na rafiki pia. Acha sasa tuone kama uko na tatizo ya lugha. Kama uongee Kiingereza my friend, uta struggle. Lakini upande mwingine kama ongea Kiingereza, ongea basi Kispanish, yani Kispanyol. Sababu Marekani kuna sehemu kadhaa na watu ni wengi ambao wanakuja Marekani. Kuna watu ambao wanatoka sehemu za Mexico, wanaongea Kispanish na wanakubaliwa kiukweli. Ndio kwa maana unakuta Spanish inaongelewa sana mara nyingi Marekani, na watu wa Spanish hawakosi kazi wala wa struggle. Lakini sasa ikiwa wewe unatokea Afrika na Kiswahili my friend, utasumbuka sana, utateseka ikiwa bado hujipati kwa lugha. Hiyo ni shida kubwa sana. Sasa kitu ambacho hapo ndugu yangu, kuna pale unaweza jifunza Kiingereza, kuna hizo community college wanajifunza kwa bure, nao wanataka pia wanafunzi. Ndio. Marekani wanaheshimu minyama kiukweli, mandege nini. Kuhusu hali ya hewa ni hivi tu, kuna kwa kivulivuli, baridi sometime, au kipindi kingine joto, inategemea. Walimai wanalima, lakini mimi sijawahi kuona walimaji kwa macho, sababu wako kwa rural area, yani maeneo za mbali sana za pori. Wanalima kiukweli vizuri sana, chakula iko nyingi sana. Kwanza ukiangalia mahindi ya yellow, Amerika inaongoza sana duniani nafikiri. Tumesoma kwa geography na tumeona kitu kama hiyo. Iko poa sana. Kwa watu wazuri, wa roho nzuri, wa Marekani ni watu wa roho nzuri sana. Uamini usiamini ni hivyo. Wa Marekani ni watu wa roho nzuri. Ukifika Marekani ukiona upatani na mtu vizuri, anazungumza vibaya, jua kwamba huyo sio raia wa Marekani. Wa Marekani wenyewe ukiokuta kwa duka, ukiwakuta sijui sehemu gani, wanaongea vizuri sana, wako social, wanahakikisha wakuhudumie vizuri, uende kwa njia sawa.
Lakini ukiona mtu iko na kiburi, sijui anakuongelesha vibaya, anajifanya yeye akona kaubaguzi fulani ndani mwake, jua huyo sio Marekani original. Anaweza kuwa labda amekaa kwa muda kiasi akakaa Marekani, lakini asili yake sio Marekani. Ule amekaa tu, amekuja kutoka sehemu fulani na tabia zake za ujinga. Ya kazi ziko nyingi Marekani na wanatafuta wafanyakazi kila wakati, lakini kwa maneno ya selection, my friend, unaweza jaribu unatafuta kazi unakosa ikiwa labda haujajua utaratibu na namna kupata hizo kazi. Hata kama unaishi Marekani, unaweza jaribu unatafuta hiyo kazi na unakosa. Na usishangae mtu ambaye anatokea Afrika anapata hiyo kazi, wewe ambao umetokea Marekani na umesomea Marekani unaikosa. Kuna vile hawa watu wanataka wewe ufanye, lakini ikiwa haujui hiyo ujanja yao yenye wao wanataka, basi utakosa kazi. Ya watu wa Marekani zaidi, makampuni wanataka mtu ambaye kuna experience kwanza. Hata ukue Muamerika, yani mwenyeji wa Marekani, kama una experience kwa kazi fulani, wanaweza kunyima hiyo kazi. Wanataka waone uko na experience. Pia wanafuata skills. Hawataki kujua maneno ya education sana. Uwe tumesoma high school ukamaliza, basi uko sawa. Lakini experience, yani uonyeshe kwamba umewahi fanya hiyo kazi sehemu nyingine tofauti na ukafanyikiwa vizuri, kiukweli watakuchukua. Na alafu wa Marekani kabla ya kuchukua ufanye kazi, wanachunguza sana, wanafanya kitu inaitwa security check. Wanaangalia kama umewahi kuwa mtu mbaya, umewahi fungwa, umewahi fanya crime mahali popote, umewahi ua mtu, umewahi kusiju kuibia. Yani wanataka wape mtu kazi ambayo iko pure, iko sober, hana shida yote. Na pia kuna kitu kingine wanafanya inaitwa drug test. Kabla kupatia kazi, wanafanya drug test. Yani wataangalia kama umewahi kuvuta drug, yani sigara, yani hapana sigara but drug, umetumia drug. Na wakigundua kwamba umewahi tumia drug, haupati kazi. So which means Marekani vile mnaielewa au mnafikiria iko tofauti na ukweli wa mambo vile ilivyo. Yani makampuni yako makini sana kwa kuajiri watu ambao wako yani watapea kazi. Watahakikisha kwamba uko sawa, akili yako inafanya kazi vizuri na utakuwa very professional kwa kazi. So Marekani sio vile watu wengi wanafikiria. Wanawake mara nyingi hawana pesa Marekani kutokana tu na hizo sababu mbalimbali, kwa mfano transportation na lugha. Wanawake kushika lugha inakuwa ngumu sana. Zaidi kama amekuja Marekani bado yeye ni mtu mzima na alitoka kwa nchi ambayo hawazungumzi Kiingereza, labda wanazungumza Kifaransa ama Kispanish. Na pia transportation, nakuta wanawake kushika kwa kutembeza gari sio rahisi sana, yani inawachukua muda. Na unajua barabara za huko, kwa mfano sehemu kama Houston au Dallas, barabara ni za ajabu sana. Na wanakuta wanawake wanapofika katika maeneo kama hiyo, oh my friend, wanaogopa sana. Sasa imagine kama hujui kutembeza gari, bado kwenda kazini ni ngumu. Sasa utafanya namna gani ili uweze kufaulu? Unakuta sasa wanawake wana struggle na majukumu mengine. Unakuta mwanamke akiwa na mtoto, sasa utaacha huyo mtoto wapi? Utampeleka wapi? Daycare wanalipa pesa nyingi sana. So unachanganyikiwa, labda unalazimika kutafuta part time job, yani job yani kazi ya masaa machache, ili uchukue majukumu pia ya nyumbani ukihudumia watoto na kuendelea. So hiyo yote inasababisha mwanamke asiwe na pesa ya kutosha. So ikiwa labda uko na ndugu, rafiki, mpenzi mwanamke ambaye ako Marekani, usitarajie mambo mengi sana tu. Ile kidogo ambayo anakusaidia na kupea, ushukuru tu kwa hiyo inatosha. Huyo ni mtu mzuri sana. Jua kwamba ana struggle sana, yani anataka hakikishe vitu vinaenda vizuri, kazi pamoja na majukumu mengine nyumbani anayapanga vizuri. So anapokupea tuseme $10 au 20, ujue amefanya kitu mzuri sana. Pia sisi wanadamu tuwe watu wa kushukuru kwa kila jambo. Hata ile kidogo tu shukuru, sababu hiyo pia alifanyia kazi kwa masaa kadhaa.